umeng'ata meno, lakini nataka nikwambie nimekuletea habari nzuri ya amani. Luka 2:11. Hii ni injili ya amani mpendwa. Anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiyo Kristo Bwana. Mstari wa 12. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Mara walipokuwa pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani. Atukuzwe Mungu wapi? Juu mbinguni, na duniani iwe nini? Amani. Haleluya. Nimekuletea habari ya amani leo. Yesu tunamhubiri anaitwa mfalme wa amani, anaitwa mtawala wa amani. Yeye ndiyo chanzo cha amani. Sema amen. Na amekuletea amani kati yako wewe na Mungu. Sema amen. Mungu hana hasira kuhusiana na wewe. Mungu amejaa mapenzi kuhusiana na wewe. Nimekuletea habari ya amani leo. Nataka nikuonyeshe kitu. Mstari wa 16 Yohana 3. Anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17. Anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Anasema sababu ya kumtuma Yesu Kristo ilikuwa sio ili ulimwengu uhukumiwe. Alikuwa amekuja kuuokoa ulimwengu. Haleluya. Kwa hiyo hakuja kwa ajili ya vita, alikuja kwa ajili ya kupatanisha. Pengine una maumivu kwenye mwili wako na umefika hatua umeamini labda Mungu kuna somo anakufundisha. Mungu hahitaji magonjwa kukufundisha. Sema amen. Hajaleta vita, ameleta amani. Ameleta amani. Ameleta amani. Haleluya. Warumi 5:1. Haleluya. Anasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Anasema tuwe na nini? Na amani. Ameleta amani. Sio vita, sio ugomvi, sio chuki. Amani. Inaongoja. Sema ninaamini. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe case study moja wakati nakimbia. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Haleluya. Matendo ya Mitume 9. Kuna ndugu mmoja hapa kwa jina la Sauli. Inasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu. Mstari wa 2. Akataka ampe barua ya kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii ni Ukristo, watu wa njia hii waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kwa alikuwa ameenda kuchukua barua ili akawakamate Wakristo. Mstari wa 3. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Mstari wa 4. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia. Pata picha, unatembea barabarani mchana saa 6, ghafla unatokea mwanga. Haleluya. Akaanguka chini,
Alafu akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Hello? Pata picha, Mungu anapotokea na maongezi yake ya kwanza ni analalamika. Lakini nataka nikuonyeshe kitu. Mstari wa 5. Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Haleluya. Mungu ambaye baadhi ya watu wanaye kichwani, tungeishia hapo tukamwambia malizia andiko hili kwa ufahamu wako. Rudi tuko pale. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya watu ambao tungemalizia ile andiko. Akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Leo imefika mwisho. Yatosha, yatosha. Si ndio? Umezidi. Nilikuvumilia sana. Sauli, nilikuvumilia. Leo yatosha. Lakini nataka umsikilize Yesu. Mstari wa 6. Asema, rudi tena 5 ili nianze kusema. Afu twende 6. Akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Sio mtu mwingine. Unaniudhi nani? Wewe. Mstari wa 6. Lakini simama. Haleluya. Lakini simama. Hello. Haijalishi Mungu amekuta kwenye habari gani, kwenye jambo gani, ana ujumbe mmoja kwa ajili yako. Anakuambia lakini nini? Simama. Wengine wanategemea kusema hautasimama kuanzia leo. Anasema lakini simama. Uingie mjini nao utaambiwa yakupasayo kutenda. Sikiliza, habari ambayo nimekuja nayo ni habari ya amani. Mungu ambaye tunamwongelea hajakukuta kwenye majanga yako ili akuadhibu. Amekuta kwenye majanga yako ili akupe wito. Amekuta kwenye majanga yako ili ayape maisha yako maana. Sema amen. Paulo ambaye alikuwa akikimbia kuua watu na kufunga watu akidhani kwamba ana kusudi la maisha, alipokutana na Yesu, Yesu alimpa maana ya maisha yake. Kaambia lakini simama. Hello. Haleluya. Nimekuletea habari ya amani leo. Pengine kwenye moyo wako unasema, kaka Eric, nimefanya mengi sana ambayo hayafai. Kaka Eric, sistahili hata kumwonya. Habari ambayo nimekuletea ni amani. Hello. Kwa hiyo haijalishi kwa hali gani leo, Roho Mungu anakuambia lakini simama. Amen. Lakini simama. Hallelujah. Habari niliyokuletea leo ni habari ya upendo. Amen. Ni injili ya upendo. Warumi 5:12. Tuanze kwanza Yohana wa kwanza 4:10. Yohana wa kwanza 4:10. Hallelujah. Anasema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi. Mara nyingi tunaongelea kiasi gani ambavyo tunampenda Mungu, lakini habari ni kiasi gani ambavyo Mungu anakupenda wewe. Narudia tena. Mara nyingi tunapenda kuongelea kiasi gani ambavyo tunampenda Mungu. Tunaelezea kiasi gani tumejitoa kwa ajili yake. Hiyo sio habari nzuri, kwa sababu Mungu anastahili kupendwa. Mungu ni mkamilifu. Hello. Maandiko yanamuita all together lovely. Ni mzuri wa kila kitu. Aliwazidi elfu. Haleluya. Anasema Mungu anastahili kupendwa. Je, mimi ninastahili? Anasema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi. Sema amen. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho cha dhambi zetu. Sio mgombanishi, kipatanisho. Haleluya. Hello. Awe kipatanisho. Ukisoma kwenye Wakorintho 2:5-19 anasema ametupa na sisi huduma ya nini? Ya upatanisho. Ndio maana nikija kwako leo sikutishi, kwa sababu nimekuja kukupatanisha na Mungu. Hello. Yesu alifanyika kuwa kipatanisho. Ina mkono wako juu. Na mwingine uweke kifuani. Sema ninapendwa. Sema na hisia, sema napendwa. Na ninalijua hilo. Sema ninapendwa. Na ninalijua hilo. Amen. Tulisoma Warumi 5:8 ambayo inasema katika hili Mungu ameonyesha pendo lake, si ndio? Kwamba angali tu wenye dhambi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Pendo la Mungu limeonyeshwa kwamba angali tukiwa wenye dhambi,
Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Haleluya. Nataka nikuonyeshe picha moja ya upendo, afu tuende point inayofuata. Mathayo 8:3. Mathayo 8:3. Haleluya. Anzia 2. Anasema, anatazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Ngoja nikueleze kuhusiana na ukoma. Ukoma kipindi hicho wakati Yesu akiwa duniani, kwa sababu Yesu alikuja duniani wakati Wayahudi bado wako kwenye Torati. Na ukiwa na ukoma ulikuwa ni mtu ambaye unatengwa, hautaki kukaa na watu. Hello? Ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa contact, kwa kushika watu. Kwa hiyo amekaa, ukiwa mkoma hauruhusiwi kukaa na jamii ya watu, unatengwa, unakaa nje ya mji. Unasikia? Ni ugonjwa wa aibu. Ukiwa mkoma unaweza ukakaa miaka na miaka haujaguswa, umejigusa mwenyewe tu. Hamna mkono wa mtu mwingine ambao umekugusa. Ni ugonjwa wa aibu, ni ugonjwa wa kuhuzunisha na wa kufedhesha. Kwa hiyo huyu mkoma amekuja amemsujudia Yesu. Akamwambia, ukitaka waweza. Watu wengi hawana swali kwamba Mungu anaweza kuwaponya. Swali walilonalo, je, anataka? Geuke jirani kumwambia anataka. Hello? Mtu akoma alikwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Najua uwezo wako sio tatizo. Lakini sijajua mapenzi yako. Je, wataka kuniponya? Kabla hatujamalizia hii hadithi, fungua Zaburi ya 103 mstari wa 2. Afu tutarudi hapa. Zaburi ya 103. Nataka nikuonyeshe mapenzi ya Mungu. Zaburi ya 103 mstari wa 2. Anasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Mstari wa 3. Anasema, akusamee maovu yako yote. Anasahau maovu mangapi? Akuponya magonjwa yako yote. Mstari wa 4. Aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Haleluya. Anasema anaikomboa nafsi yako na nini? Anakuponya magonjwa yako mangapi? Anakusamea maovu yako mangapi? Yote. Kwa hiyo kama unamekuja hapa una changamoto ya maovu, usijali. Ambaye tunaongea kuhusiana naye ni specialist wa kusamea maovu mangapi. Kama kukuambia, mwalimu, mimi nina magonjwa 99, anasema sio magonjwa 1000, anasema ni magonjwa mangapi? Yote. Anasema anakutia taji. Taji ni crown. Anakutia taji ya fadhili. Unajua fadhili ni nini? Fadhili na rehema. Naomba nikie Kiingereza. Maana itaongelea mercy. Nataka na neno lingine ambalo tutatumia. Rehema ni wema unaopewa bila kustahili. Hello? Unasema mimi sistahili. Anasema amekutia taji ya rehema. Hello? Umeshai kwenda mahali unataka kuingia kwenye ukumbi, unaambiwa hapa hauwezi kuingia bila kuwa na kitambulisho au nini. Alafu unaenda mahali mtu anakupa ID na kamba, anakuambia vaa hii. Ukivaa ile ID unajikuta kufika mlangoni watu wanakufungulia tu. Kwa sababu kuna kitu umevikwa, hello, kinachokufanya upite. Sema amen. Mungu amekuvika taji ya fadhili zake. Sio kama unanielewa? Kila unapoenda milango iko wazi kwa ajili yako. Magonjwa yanakukimbia. Kaburi linakaa mbali na wewe. Mauti inakupisha kwa sababu ya taji ya rehema. Sikiliza. Anasema aukomboa uhai wako na kaburi. Nenda mstari wa 5. Anasema aushibisha mema uzee wako. Haleluya. Kama tayari ni mzee wako unaoshibishwa na nini? Na mema. Sio magonjwa. Sema mimi nimekuja mtumishi na magonjwa ya kizee. Mimi ni mzee tayari, magonjwa yangu ni ya kizee. Anasema hata kujaza magonjwa, anasema hata kushibisha mema katika uzee wako. Anasema baada ya kukushibisha mema hata kuacha na uzee. Anasema ujana wako ukarejezwa kama tai. Haleluya. Amen. Unaweza ukawa ni kijana kimwili lakini balekete. Sikiliza, ukitoka mahali hapa kasi yako haitaelezeka. Matokeo yako hayataelezeka.
Kibali chako hakitaelezeka.